damu iliyomwagika kwa ardhi. Damu hiyo Mungu alizungumza kutoka kwa kinywa chake akisema, hiyo damu inanililia mimi. Nikagundua kwamba damu haifi. Damu inaweza kuleta mateso. Ni damu ya Yesu peke yake ndiyo ambayo inabariki. Lakini damu nyingine ambayo inamwagika chini ya ardhi hii pasipo na hatia huleta mateso. Kwa wale ambao wanatesa wanadamu wenzi wao, na damu, hakuna damu nyeupe. Damu ni damu. Ikimwagika kwa ardhi na inaleta mateso. Haleluya. Bado mimi ni shemasi. Napenda neno la Mungu kupitia kwa Biblia. Ninao ujumbe. Jua sisi mashemasi ni kama wachungaji. Maneno ya Mungu ndio yanatufariji. Kabla sijatoa shukrani, napenda tufungue kitabu cha Methali, Proverbs 21 verse 3. Haswa nianze mstari wa kwanza. Lakini himizo langu ama ujumbe wangu uko katika mstari wa 3. Methali. I read from King James. It says, Proverbs 21 from verse 1, it says, the king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water, he turneth it whithersoever he will. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. Verse 3. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe mwingine sitaweza kunakili kutoka kwa kitabu chenyewe, lakini kisa cha Kain na Abel ndugu yake. Mwenyezi Mungu muumbaji alitamka neno kuhusu damu iliyomwagika kwa ardhi. Damu hiyo Mungu alizungumza kutoka kwa kinywa chake akisema, hiyo damu inanililia mimi. Nikagundua kwamba damu haifi. Damu inaweza kuleta mateso. Ni damu ya Yesu peke yake ndiyo ambayo inabariki. Lakini damu nyingine ambayo inamwagika chini ya ardhi hii pasipo na hatia huleta mateso. Kwa wale ambao wanatesa wanadamu wenzi wao, na damu, hakuna damu nyeupe. Damu ni damu. Ikimwagika kwa ardhi na inaleta mateso. Pengine huu ujumbe wangu ungewafikia wale wanaochukulia kwa mzaha kumwaga damu, ambao hawana uwezo wa kutengeneza, ya kwamba haitaleta amani kwa ulimwengu, kwa familia, hata kwa boma. Nataka niseme ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu
maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Sababu Kain, Mungu alitamka ya kwamba damu ya Abel inamlilia. Hiyo ndio kauli yangu ambayo naweza niseme, na Proverbs hii ambayo nimesema Mungu aweze kusimama kwa Mungu. Shukrani zimetolewa hapa. Sijui niseme nini. Bado tutapeleka mwili nyumbani. Lakini nasisitiza, baada ya mke wangu kuongea kuhusu swala la maombi, nikiwa kanisani, jameni, bila maombi hatutaweza kusimama. Maana tumebaki sisi jinsi ambavyo mnatuona hivi, tuko pamoja. Lakini baada ya muda mchache mazishi, tutabaki sisi jinsi mnavyotuona hapa. Ni maombi yenu hata mkiwa mbali itatusimamisha. Mungu aweze kuwabariki. Shukrani zimetolewa na bado tutaendelea kuwashukuru wale waliosimama nasi. Mungu aweze kuwabariki nyote. Amen. Asante sana, asante sana, asanteni sana, asanteni sana. God bless you. We'll continue praying. God bless you, God bless you. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea mzuri. Tunashukuru familia kwa kuchukua muda mfupi uwezekanavyo, kwa sababu ya hiyo nimeambiwa kuna watu wa Pwani University. Hebu wasimame palipo walipo. The student from Pwani University. Give me one person to greet us, one person only.